Habari za leo wapendwa wasikilizaji na watazamaji wetu wa channel yetu ya Afya Doctors Channel. Naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi. Kabla tujaendelea na maelezo yetu, basi subscribe channel yetu, bonyeza alama ya kengele hapo juu ili uwe wa kwanza kupata taarifa na ili uweze kupata taarifa mbalimbali na elimu mara tu tunapokuwa tunatoa hizi makala zetu. Sasa leo nitazungumzia kuhusiana na jinsi ya kupata mtoto wa kike. Ni maombi ambayo wengi wamependa kutaka kufahamu ni jinsi gani unaweza kupata mtoto wa kike ili uweze kupangilia jinsia ya mtoto unayemtaka. Na tunapozungumzia mtoto wa kike, maana tuna aina mbili za jinsia ya kiume na ya kike. Sasa leo tunaanza kuzungumzia jinsia ya kike, jinsi gani ya kuweza kupata mtoto wa kike. Kwanza kabisa natakiwa ujue mzunguko wako ni wa aina gani. Kama ni mzunguko mfupi, wa kawaida au mrefu, lazima ujue huo mzunguko. Hiyo namba moja. Mzunguko mfupi tulishazungumza katika makala zingine kwamba mzunguko mfupi ni siku 22 mpaka siku 27, na mzunguko wa kawaida ni siku 28 mpaka 30, na mzunguko mrefu ni siku 31 mpaka 35. Na kila mwanamke ana mzunguko wake, na mwanamke mwenye mzunguko mfupi maana yake huwa mara nyingi wanaingiaga mara mbili kwa mwezi. Anaweza kaingia mwanzoni au mwishoni. Yaani anakuwa hafiki siku 30. Ndani ya siku 22 mpaka 27 anaingia. Alafu mwanamke mwenye mzunguko wa kawaida siku 28 mpaka 30 daima atakwambia nenda mbele siku 2-3, anarudi nyuma siku 2-3. Mwanamke mwenye mzunguko mrefu ambao ni siku 31 mpaka 35 atakwambia daima mzunguko wake, yani siku zinaenda mbele. Kama mwezi wao akibidi tarehe 3, basi mwezi ujao ataweza kubidi tarehe 5, tarehe 6. Yani daima yanaenda mbele. Kwa hiyo tunasema anakuwa na mzunguko mrefu. Ingawa 50% ya wanawake tunasema wana mzunguko wa kawaida siku 28 mpaka siku 30. Sasa mzunguko wa hedhi una maeneo makubwa mawili. Kuna ule ambao unapevusha na ambao upevushi. Mzunguko unapevusha ndio mwanamke anapata ute wa uzazi. Ute wa uzazi kuna ute mwepesi, wa kuvutika na mzito. Ute mwepesi unapotoka unachukua siku 2, unaashiria yai linataka kutoka. Kwa ile inasafisha njia, kupeleka mwelekeo yai linataka kutoka, ili mbegu hata zikienda zinakuta njia iko wazi. Na ule ute wa kuvutika unakuwa unavutika kama mlenda au yai bichi, yani ule ute wa yai. Sasa ute wa kuvutika pia unakuwa unanata, sawa? Huu unaashiria yai limetoka, linasubiri mbegu. Yai linapotoka na kusubiri mbegu linachukua masaa 8 mpaka masaa 12 likiwa na nguvu. Baada ya masaa 24 yai lina expire. Na unapotoka ute mzito, huu ute wa kuvutika unachukua siku 1 mpaka siku 2, lakini ute mzito unaashiria hakuna tena urutubishaji, yai lishatoka. Huu unachukua siku 2 pia. Kwa hiyo sasa, ili kupata mtoto wa kike inabidi tendo la ndoa lifanyike siku mama anaanza kuona ute mwepesi, kwa sababu ute mwepesi unachukua siku 2, na ute kuvutika unapotokea tu basi yai linakuwa limeshatoka. Kwa hiyo tendo la ndoa lifanyike siku mama anaona ute mwepesi, alafu lisifanyike tena. Na mbegu za baba zina uwezo wa kuchukua masaa 48 mpaka masaa 72 zikiwa zinaogelea katika viungo vya uzazi wa mama, zikiwa na nguvu ya kuweza kurutubisha yai. Kwa tendo la ndoa lifanyike siku mama anaona ute mwepesi, afu asifanye tena. Kwa hiyo kwa maana hiyo mbegu zitakimbia mpaka kwenda kulifikia yai. Na kwa kawaida mbegu za kiume zinachukua siku 2, na mbegu za kike zina uwezo kukaa siku 3 katika viungo vya uzazi vya mama. Kwa katika zile siku 2 mama anaanza kuona ute mwepesi, mbegu zitakimbia, mbegu za kiume zitakuta hakuna yai. Wakati huo mbegu za kike ambazo zinaenda taratibu zinachukua siku 3, zitakuwa zinaenda tu taratibu. Wakati zile mbegu za kiume zinakufa, za kike zinaenda mwisho wa siku ya 3 zinakutana na yai. Kwa hiyo mtoto anakuwa ni wa kike. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia kwa kifupi tunasema kwamba ili kupata mtoto wa kike tendo la ndoa lifanyike siku mama anaona ute mwepesi, alafu lisifanyike tena. Kwa hiyo kwa maelezo zaidi kutokana na haya, ukitaka ufafanuzi zaidi basi tuwasiliane na kwa namba zangu hizo hapo 0713350084. Lakini pia endelea kusubscribe hii channel yetu uweze kupata maelezo zaidi kutokana na haya tunayozungumza, kwa sababu tunaendelea kuyazungumza. Lakini kwa ufafanuzi zaidi basi ni vizuri ukaja au tukawasiliana ili tupeane maelekezo kwa undani jinsi gani ya kuweza kupangilia. Lakini maelezo yetu ni hayo kwamba ili kupata mtoto wa kike tendo la ndoa lifanyike siku mama anaona ute mwepesi, ili kupata mtoto wa kike alafu lisifanyike tena. Basi niwatakie siku njema. Naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa kina mama na uzazi.